Shari. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuja kutembelea mashamba ya mpunga ambayo ninayalima katika bonde la Usangu Chimala, alafu naingia ndani kidogo kunaitwa Kapunga Rice Project. Unaweza ukaonyesha mashamba yangu upande huu? Yes, sasa rudi tena hapa. Onyeshe na upande huu. Sawa. Sasa basi. Hili ni sehemu ya mashamba ambayo tunamiliki mimi na mke wangu na watoto wetu. Pamoja na kwamba tunaishi Dar es Salaam, tunafanya kazi za uchungaji, lakini ni lazima kufanya kazi siku 6, siku ya 7 unapumzika. Na kumekuwa na tafsiri na dhana ya kwamba pesa inatafutiwa Dar es Salaam tu, lakini ukifungua ufahamu wako nje ya box, kuna maeneo mengi ambayo yanastahili kutafutia pesa. Kilimo cha mpunga ni kilimo sumbufu kinachohitaji uvumilivu, na ni kilimo kinachoweza kubadili maisha yako ndani ya miezi 6. Yaani tunapolima mwezi wa 12 tunaandaa vitaru, tunapanda. Na sasa stage hii ya mpunga unaouona hapa tumeshapanda, na tumepanda mwezi wa 12 mwishoni. Tumeshaweka mbolea ya kwanza. Sasa hapa bado mbolea ya pili, na ukifanya mbolea ya pili tunaenda kwenye mavuno. Lakini katika hali sasa hivi tayari palizi ya mikono imeshafanyika hapo kwa huu unaouona, na vijana wanaoendelea na palizi wako mwisho kule, na ndio maana kule mwisho utaona majani marefu kidogo. Kwa sasa hivi ni palizi ya mikono. Lakini unaweza ukaona haya maji ndio ambayo yanalisha bonde la mpunga. Uzuri wa hapa Kapunga ni kwamba mvua isiponyesha, sisi tunategemea umwagiliaji, mifereji maalum iliyotengenezwa kuja hapa. Hata mvua inaweza kanyesha Iringa, mifereji imetegwa inakuja hapa. Kwa hiyo sisi wanapolalamika mvua, sisi bonde letu hili hatuna tabu na mvua, kwa sababu kuna mifereji mikuu imekuja, na hii mifereji ambayo inaingia kwenye haya mashamba inaitwa small order. Yani walipokuwa kipima mashamba huku waliweka mashamba kwa ajili ya kulima wadogo, na upande wangu wa kushoto mbali kule kuna mashamba ya mwekezaji. Sasa kazi unaweza kuzifanya hapa, watu wanapoandaa vitaru wanahitaji nguvu kazi ya vijana kuandaa vitaru, wanalipa pesa nyingi. Then kumwagilia hivyo vitaru tunachukua vijana, ulimaji tunachukua vijana na matrekta, lakini upalizi wanachukua vijana, kuweka mbolea vijana, kuweka dawa vijana, kupanda vijana, combine kisha lima, ubebaji ni vijana, kupeleka mashine vijana. So vijana ondokeni Dar es Salaam. Ukija huku ukafanya tu hizi kazi ndogo ndogo, unapata ada, unabadilisha maisha. Yani kwa kuwa tu kibarua huku unabadilisha maisha. Sasa mimi nimeamua kulima na nimeona faida ya kulima, hakuna kona. Ni washauri, nendeni mkarime, tafuteni mashamba popote mnapoona ninyi. Na nitoe wito, kama serikali ingewekeza vizuri kwenye kilimo, nina imani ingepunguza asilimia kubwa ya ukosefu wa ajira. Mfano ukiangalia tu hili bonde la huku kuna watu zaidi ya 200,000 wanafanya kazi usiku na mchana. Kwa hiyo kungekuwa na mabonde kama haya yaliyopimwa vizuri, maeneo mengi yangeweza kubadilisha maisha ya Tanzania. Kutokea shambani, katika ziara ya shambani, ninaitwa mchungaji Maotola Lumbe. Hebu tuage kwa kameramani wangu kuwaonyesha shamba tena. Hili shamba usione, sio majani hayo. Huo ni mpunga, sio majani, ni mpunga. Sio majani, ni mpunga. Sio majani, ni mpunga. Unaweza ukaonyesha tena, sio majani, ni mpunga.
Hili eneo lina hekta 800. Hekta 800, hekta moja ni eka 2.5. Kwa hiyo hili shamba ambalo mimi nipo sasa hivi ni hekta 1, eka 2.5. Mungu ni hekta 2 sawa sana eka 5. Hekta 2 sawa sana eka 5. Hekta 1 inaingia eka 2.5. Hekta 1 inaingia eka 2.5. Hekta 2 inaingia eka 5. Kwa